Sisi tumefurahi kwa kupata ushindi wa kwanza kwenye NBC Premier League kwa magoli 3 na alama 3. Ni jambo la kupongeza wachezaji wetu, wamecheza vizuri kwa nafasi walizozipata, lakini kuna wachezaji wazuri ambao naweza nikawatolea maelezo kama Lucien Delok, namna ambavyo amecheza. Mimi namuita Van Dijk. Huyu ni beki gari mwenye thamani hapa Tanzania na Afrika. Lucien Delok, hakuna beki bora kama Lucien Delok. Hayupo, kama yupo mlete hapa. Hayupo beki bora mzuri kama Lucien Delok. Huyu ni Van Dijk. Haipo, huyu ni Van Dijk, beki mwenye thamani. Lucien Delok umemwona hapa. Kutoka kwenye eneo la defensive area anakwenda kuscore free header. Goli la kwanza wa klabu ya Simba hapa anaweka Lucien Delok. Hakuna beki bora kama huyo. Kuanzia footwork, fitness level, ball brain, ball balance, ball control, anaweza Lucien Delok. Mmemwona hapa. Boge moja beki. Kwanza hana papara, ni mtulivu. Anacheza inaitwa kitaalamu tunasema ni relaxation football. Anatulia, ni mzuri kwenye kuclear mpira ya juu, aerial balls, ni mzuri kwenye kuruka mpira ya kichwa, ni mzuri kwenye kufanya interception na ball blocks. Huyo ndio Lucien Delok ambao mimi leo ndio ningempa man of the match wa leo. Kwa sababu gani? Kwanza akafanya eneo la defensive area, eneo la goalkeeping kuwa safe dakika 90 zote. Umeona hajaruhusu goli. Kuanzia kwenye CAF Champions League dhidi ya Gaborone away hajaruhusu goli, mpaka leo mechi ya Fountain Gate hajaruhusu mpira. Umeona? Huyo ndio Lucien Delok. Kulifanya eneo kuwa salama. Musa Pimpi kama leo alikuwa na uwezo kukaa kiti pale akaletewa, akanywa kahawa na kashata akamaliza na bado asipate goli. Huyo ndio Lucien Delok. Lakini ukimwangalia Lucien Delok namna ambavyo anafanya mawasiliano na beki zake, anawasiliana na Shomari Kapombe, show me the way. Anawasiliana Nabi Kamara, anamwambia ukipanda rudi kwa natural position, na kweli unapanda unarudi kwa natural position kuja kuziba space. Mpira ni wa space. Huyo ndio Lucien Delok. Ni beki, wakati huo ni kiongozi uwanjani, wakati huo na act kama kocha. Lucien Delok na umeona anavyocheza akipanda kwenye cycle of arc juu karibu mstari, anakumbuka kwamba antena zangu zimekaa hapa kushoto na kulia. Anaanza kwa Kapombe au anaanza kwa Nabi Kamara, yule press inakwenda, mambo yanakwenda. Huyo ndio beki bora ambaye mimi namzungumzia, thamani yake ni kama Van Dijk. Ukizungumzia dakika 45 za kipindi cha kwanza na dakika 45 za kipindi cha pili zinaonekana kuwa za kitofauti. Dakika 45 za kipindi cha kwanza Simba walionekana kama hawapossess mpira. Baada ya kuingia kwa Morris Abraham tulianza kuona possession ya mpira ikiwemo miguuni mwake na kusupply wa mzuri wa mipira ukiwa miguuni mwake. Pengine labda ni muda sasa wa kijana kuaminiwa na kupewa nafasi dhidi ya Simba Sports Club, kwa maana inaonekana kwamba pindi anapokuwa akiingia yeye timu huwa inabadilika na inaonekana inacheza tofauti na wengine. Abraham Morris, wow, what a player. Abraham Morris ndio new Lionel Messi hapa. Huyu ni zaidi ya Lionel Messi. Angalia anavyofanya ile quick turning akiwa na mpira. Abraham Morris mchezaji wa daraja la kubwa. Angalia leo alikuwa anapita maeneo ambayo huwezi kupita kwa macho. Abraham Morris umemwona first touch yake, namna ambavyo anafanya dribbling with speed with anticipation kwenye eneo la wide. Angalia leo mashambulizi mengi tumepitia eneo la France kulia na kushoto. Abraham Morris alifanya eneo la kulia lionekane kama vile jehanamu au tanuri la moto kule kwa anacheza, na ndivyo ambavyo timu ikaanza kupata ile tunasema good link, muunganiko wa nyuma na mbele. Baada ya kuwepo leo, kama mjui kitaalamu, Abraham Morris amecheza namba 3 uwanjani, amecheza kama winga, amecheza kama namba 10, amecheza kama kiungo wa chini. Huyo ndio Abraham Morris ambaye mimi nimempa 20,000 pale baada ya mechi kuisha. Ni bonge moja mchezaji ambaye kimsingi tutamfaidi sana. Huyo Abraham Morris, wachezaji kama hawa kwenye mechi kama ile adabu wangecheza hawa, Yanga ingepoa damu. Kwanza ana speed.